kwanza 3:1. 3:1. Huyo kwanza hata mzee kwanza nani mzee wa kanisa wa imani akaacha mke akaenda kuoa mke mwingine. Unasikia hajawaacha, mama anasema huyu wako kwa boma moja. Mzee ameenda amekuja na mke mwingine, atafukuza huyu. Ako hapa. Ako na watoto. Lakini ameenda pale amemwambia leo nimekuletea mke mwenza. Ako hapa. Huyu mama anafaa kufanya nini? Waendelee kuishi na huyu mzee, ampe room ya kuishi na yeye. Kama ni mzee wa kanisa, kwanza hiyo nafasi ya uzee imeisha leo. Hiyo imeisha tayari. Lakini swali huyu mke mwenye alikuwa wa kwanza huyu, unajua ndio mbingu zinatambua. Na huyu mwenye atakuwa amekuja na yeye wa pili, sasa hiyo itakuwa ni mambo yake. Sasa kama huyu mwenye ako hapa amekubaliana na huyu mume amuongeze mke mwingine, watakaa sawa. Kama huyu mwenye ameacha wamekubaliana ni sawa, oa huyu mwenye ameacha. Waendelee kuishi pamoja. Sasa italingana na huyu mwenye wameacha, kwa sababu kama ataona si sawa na hajakuwa consulted, na Biblia inasema ya kwamba asimwache. Biblia inasema asimwache isipokuwa kwa kifo na uasherati. Sasa kama hiyo itahesabiwa kama uasherati kwa sababu ametoka nje pasipo ufahamu wa huyu, na ameleta sasa peupe wa kule wawili, na Biblia imeagiza mke mmoja. Kwa hivyo huyu kulingana na maandiko atakuwa ako free, akifanya uamuzi wa kutoka aende ako sawa. Anaweza toka aenda akaolewe. Hilo ndio lilikuwa swali langu. Ama aende. Hilo ndio lilikuwa swali langu. Lakini huyu mzee hatakuwa mzee wa kanisa. Yake na hiyo nafasi yake ni kwisha. Na anaweza huyu, yani anaweza kuwatumia wote wawili. Huyu anaweza kuwa ako free. Sasa iko hivi, iko kwa mama mwenye amekubali kumwenza. Hiyo inakuwa binafsi yeye. Lakini kwa Yesu hii hakuna kitu kama hiyo. So huyu mama akiona mimi siwezi acha nyumba yangu, sawa na watoto wangu, ni afadhali nivumilie nikae, anakubalika akae. Lakini pia hakuna ruhusa kwa Kristo, anaweza ondoka. Lakini sasa wengi wao unapatanga mabwana ambao ni matajiri wanavumilia. Kwa sababu kwanza hapo na mzigo ya watoto, anapiga sababu watoto ndapeleka wapi? Nikiachana na huyu mtu nashinda kulea nini? Lakini afadhali nivumilie. Lakini kwa kanisa la Kristo huyu mama atakubalika kuwa muumini kwa kanisa la Kristo, sababu yule mwanaume yeye kwa kanisa la Kristo hayupo. Sasa kama ndio kwa sababu mimi sijatenda. Na lakini sikuna mahali pale Biblia inasema ukikubali uishi na huyu mume na ni muumini sasa nisikize. Ni 10:7. Huyu mwanaume sasa si ametoka kwa uumini. Sasa na akiwa anatenda hayo na mimi sijatenda, ninawezekana yeye. Sio andiko lisomwe. Wakorintho 9. Na ni Biblia kuna mahali nilisoma sijui ni 2 Corinthians 7 nasema kuna mahali inasema ya kwamba nikikubali hiyo mambo yake hata mimi nakuwa msinifu kama yeye. Wakorintho wa 2:6 ukianzia aya tusomea. Si sasa ikiwa saa toka ni kuachana na yeye kabisa. Unaweza kuwa naye kwa boma nisije nikawa msinifu kama na yeye kwa sababu nikikubali atakuwa ameniambukiza huo msinifu. Umesema Wakorintho wa pili ama wa kwanza? Wa kwanza hiyo ya kufungwa nira pamoja na wasio nini hiyo ama Wakorintho wa kwanza ukianzia aya yake ya 9 inasema muunganishwa na mwili wa ukahaba. Yaani tuseme uko na mume na yeye anazini ni bado unakaa naye. Mumeunganishwa sasa hapo mnakuwa wasinifu. Si sasa mtu kama huyu akifanya hivyo ni kumuondokea tu. Ndio hiyo sababu unaona kuna andiko linasema na ukai hivyo uwe mwaminifu kwa Mungu. Mwenye kuondoa uzinifu unajua ni Mungu. Mungu ndiye anasamehe. Nimeshaelewa. Umenielewa? Nimekuelewa kabisa. Sasa kwa sababu sasa huyu mtu ameniacha hapa akaenda kachukua mwingine. Tena arudi kutoka hapa anakuja kwangu. Hiyo